Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Ukienda polisi watakwambia, ukienda polisi wanajua, amenitengeneza, 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 amenibadilisha, amenibadilisha, amenitengeneza. Yesu ni Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. If kuna kiti kumbele yako na unaiona na macho yako vizuri na haina mtu, usitake niseme wewe ni mtu ule umugambaya. So sit ndio tuweze kufanya hii kazi, na nataka dakika zako 20 tu. Na leo tunazungumzia kitu kinaitwa mysteries of the anointing. Tutafanya part 1 ya ministry, mnaweza kuketi. Tutafanya part 1 of the mysteries of the anointing. Alafu tutakuwa katika series Sunday tutafanya part 2. Tutaenda tukienda deeper ku understand what is the anointing. Mafuta ni nini? Maana watu wengi wanakuanga tu unafikiria wanaona tu mafuta lakini wanajui mafuta ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama mtu unajikuta ako anasema I'm anointed, highly anointed, lakini haelewi the anointing. What is this that anasema I'm highly anointed? Lazima tuelewe ndio tujue. Na leo tunafanya tu kutaka kuelewa. Kuna type ngapi za anointing? How many types of the anointing do we have? Ndio tukielewa types of the anointing, tutaenda tukijua level za anointing. Na unaweza kujuaje mtu ako na anointing? Na ukijua mtu ako na anointing, utajuaje anointing ili ako nayo kama ni ya kweli ama ni ya ukora? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome kitabu cha Joshua mstari wa kwanza kabisa. Tutasoma tu mstari huu wa kwanza kwa kusudi tu la kuelewa what is the anointing. Alafu tutasoma kitabu cha Yeremia na kisha tutaingia deeper. Kitabu cha Joshua 1 kinasema after the death of Moses. Peter, balance base kidogo, ikwe broader kidogo, haiende juu kidogo. After the death of Moses, the servant of the Lord,
the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, and all these people into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you. Sasa hiyo ilikuwa God commissioning. Mungu akimtuma Joshua. Akimwambia sasa Joshua, Musa amekufa. Na Joshua kumbuka alikuwa mtumishi wa nani? Joshua alikuwa mtumishi wa Musa. Kila wakati miaka yao yote kutoka watanze kule safari ya kutoka kule Egypt wamekuwa katika safari moja. Lakini Musa ndiye alikuwa anaenda kwa mlima. Kuna hiyo mtungi toa. Musa ndiye alikuwa anaenda kwa mlima. Joshua alikuwa anabaki. Lakini remember one day Musa alichagua watu 12. Akawaambia nendeni mpaka Kanaani mwende mkafanye uchukuzi. Hiyo nchi ambayo tunaenda inakaa namna gani? Kati ya watu 12 walienda wote, kila mtu akafanya observation yake, kisha akaleta ripoti. Ile ripoti ililetwa na watu 10 ilikuwa the same. Walisema namna gani? Wale kule hiyo nchi tukienda iko na watu wakali, watu wenye nguvu, watu wenye mamlaka, na miti iko huko na wanyama, hawa watu hatuwezani na wao. 10 people wakasema hivyo. Naye mtu anaitwa Joshua na mtu mwingine anaitwa nani? Caleb. Walikuja na ripoti nyingine. Wakasema, yes, hivyo hawa jamaa wanasema ni kugumu na kuna power. Na hawa watu hatuwezani na wao vizuri. Lakini tukienda na Mungu wetu kule tutawashinda. Sasa hiyo ndio inaitwa anointing. Ya kuweza kuelewa. Peter, uje ukae pande ndio usikie ile kitu nakwambia. Ndio tuwaweze tutaenda na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mtu anaitwa Joshua na Caleb, kuna kitu walielewa ambayo watu hawa wengine 10 hawakuelewa. Sasa hapo ndio unajuaga huyu mtu ako na mwito, ako na kitu ambayo wengine hawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona kanisa kama hii tuko na watu, lakini utakuta kuna watu wanajua ufunuo, wanafunuliwa, ile mafundisho imefundishwa, lakini kuna mtu mwingine ukimuuliza tulifundishwa nini? Anakuambia tulisoma kitabu ya Joshua, lakini sijui tulikuwa tunasomeshwa nini. Yaani mafundisho yote tumefundisha, lakini ametoka na zero. Kwa sababu kuna kitu hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kuunderstand mtu ameitwa ama haujaitwa. Kuitwa ni kuweza kuwa na ufunuo ya kuweza kuelewa Mungu anataka nini katika majira gani. Mungu anataka na wewe na nini. Kwa sababu unaweza kuwa una dream, uko na dream vizuri, lakini katika dream zako haujui kuinterpret. Umedream ukifagia nje. Sasa wewe unasema ulikuwa unafagia kwa aunti, sasa unaanza kuimagine venye utaenda kwa aunti kufagia. Kuna mama mwingine hapa rafiki yangu alidream akiwa kwangu akipagusa mesa. Yeye alisema Mungu anamwambia yeye ni mke wangu. Sasa alipokuja mimi nikamwambia ukiona ukifagia ama ukipagusa meza si kwangu, ni kwa madhabahu, you become my servant, usavu hapa, ufanye kazi hapa. Akaniambia hapana apostle, mimi niliona nikiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaiweka ikakuwa dream. Na akaiweka ikakuwa kusema hii lazima huyu mtu ndio bwana yangu. Na siku moja nilimuona kwako kwa geti amebeba bagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia huitaingia. Alikaniambia mimi unaweza kunikataza kuingia, lakini mimi bora tu nimekanyagisha miguu karibu na compound yako. Mimi nimemaliza kazi gani? Sasa nikojee hiyo ingine ifanyike. Sasa nikamwangalia nikaona sio kupenda kwake, lakini ako na tatizo la kiakili. Si tatizo la kiakili, ni tatizo la kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani akili yake haiwezi kuinterpret, because dream, kujua kuinterpret dream. Sijui siku moja nitawafundisha how to interpret a dream. A dream, kuinterpret a dream sio kuinterpret na kwa sababu uliniona kwangu, atenyonile giara kwako, sasa unasema wewe ndio bibi. Kuonyesha kuna vitu naweza onyeshwa ukifanya. Kumbe kwara ni kuegatia. Kutandika kitanda ya mtu ama kutandika kitanda sini service ya nyumba. Weta dugata ya mudosho. You are called to serve that person. Umeitwa,
ukuje ukue dukata ya huyo mtu, lakini haukuambiwa utaenda kwa kitanda na huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mkiota wewe uote nikiwa kwa kitanda na wewe ukitandika huyu ni mesa, sasa mtanikawanya. Kwa sababu hapa kuna watu kama 10-20 hivi wameota akiwa kwangu, mwingine aliota akipatia watoto wangu chakula, mwingine aliota akifagia kwangu, mwingine aliota akipatia ng'ombe chakula, mwingine aliota. Sasa na hao wote mimi nawajua. Katika ulimwengu wa kiroho mimi nawajua. Sasa ndio unainterpret. Ukiota ukichuka ng'ombe ama ukipatia ng'ombe chakula, inamaanisha nini? Inamaanisha utakuja kuchuka ng'ombe yangu? Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine waliota wakibagusa kwa nyumba. Kuna mwingine aliota akitoa uchafu chini ya kitanda yangu, na akasema kitanda yako iko uchafu hiyo nilioneshwa ni uchawi iko chini ya kitanda yako, na mimi ndio nimetumwa nikuje nifagie. Sasa nikamwangalia nikaona mimi kitanda yangu ni safi, nyumba yangu ni safi, na nyumba yangu inakuwa safi 24/7. Nikaona kazi yake hakuna nini. Kulingana na interpretation yake, aliona atakuja kufagia bedroom yangu. Na kufagia bedroom, sasa utafagia bedroom ukiwa nani? Ukiwa wife. So automatically unakuwa nini? Wife. Sasa huyo mtu akwende yako kanisa hii, ushike sasa ni Mase tuseme ndiye aliota. Sasa Mase aliota akifagia kwa nikuje nimpatie ka responsibility kadogo hapa, nimwambie kutoka leo hii wiki yote wewe utakuwa nini? Pastor in charge. Interpretation inampeleka wapi? Kwa ndoto. Ndoto inampeleka kwa nyumba, na ndio kwa maana amepatiwa akuwe pastor in charge, maana ndio mke wa pastor. Sasa anaanza kutembea kama Gehuruta kitembea hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukikuta Mase agusiki anawaka moto, pako na shida, wewe Mase ni nini baya na wewe? Ati mwathani no wajirire na niye mwathani andu arire kinya gwaku na akenyonia ngiara urire waku, wewe urajira ate? Sasa hapo ni umshurudishe chini pole pole, umutulize, ndio umuonyeshe aliambiwa. Ukiona kwa huko ndoto unaota ndoto na mtu wa Mungu, mchungaji, na ukiona unafagia kwake, ukiona unapagusa mesa, unaosha vikombe, ni kumaanisha uko na responsibility katika ministry. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na nini? Uko na responsibility katika ministry. Na kazi yako hiyo umeona ukipagusa ni ukujage, anza immediately chukua kifagio, anza kufagia kanisa. Wachana na kwa mtukaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona unafanya harusi sasa, kama sasa Grace siku moja anaweza kuota tukifanya harusi na yeye, na aone wedding ilikuwa mzuri. Sio wedding, ni kukufa na kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiota na wedding, mnafanya mtu na wedding, you are on your way to your Mecca. Sasa utakuja hapa nie tena neti wagu agogo wananikanyagisha, yani negeshaye mpaka ilikuwa na geshaye gegashaya. Wewe umeanza mpango ya kuelekea mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiota umekufa, hujakufa, ni you are being promoted to another glory. Umepata promotion. Ile kazi unafanya umepata promotion. Sasa angalia utaota, kuna mwingine aliota nimekufa, alikuwa mwingine anakuaga UK. Aliota kadiambia uombe sana, Mungu niliona umekufa. No. Nikamwambia ndio kaa chini nikufundishe ndoto. Sasa kuna level nyingine Mungu ananipandisha. Ndio nasikianga promotion to glory. It is another. Kukiona unakufa, kuna kitu inaongezwa kwako, unapanda, sio kukufa. Sasa usiende kuzunguka hapa, ndironi ya kukandidhia watu makwete kukua, mathirite. Kwanza ukikuwa mtu wa kutoka Ulaya, unasema, "Ndaigwete ona gusira mara na gukua mara akwa." Bwana Yesu asifiwe sana. And these are the mysteries of the anointing, understanding. You need to understand how to interpret a dream. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu atakinterpret. Sasa angalia kama ungekuwa Joseph, uende uambiwe niliona ng'ombe 7 zimekonda na ng'ombe 7 zimenona. Ungeweza kusema nini? Kuna magonjwa ya foot and mouth. Inakuja.
Lakini Joseph kwa sababu alikuwa na anointing ya kuinterpret, akaambia mfalme namna gani, kuna season ya miaka 7 inakuja ambayo kutakuwa na chakula, na kuna season ya miaka 7 inakuja ambayo itakuwa haina chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa ukiunderstand kitu kama hicho, utaelewa mahali upo sasa na mahali utakuwa kesho. The dreams are interpreted na season and time. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uliona umekufa, ulikuwa mwezi gani? How do you know mwezi? Ama how do you know utakuwa environment ambayo kulikuwa na mvua, kulikuwa na miti, kulikuwa na mahindi, what was there? Kulikuwa kunanyesha, ukidhikawa kiuraga. Sasa ndio unaelewa ni majira gani, ni wakati kwa mvua. Sasa Kenya sasa kunanyesha kama mwezi gani? Mwezi wa 3 mpaka mwezi wa ngapi? Wa 5 hapo hivyo. Tena inakauka mpaka mwezi wa 9, wa 10 tena inafanya nini? Sasa unaelewa kama mwezi wa 3 ushapita, unajua mwezi wa 9 kuna promotion inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu tena inaweza kuonyesha ate higwe bebe sigo tukinyeteko. Hiko bebe sigo tukinyete. Tukogera akodo bebe. Yaani unaonyeshwa kwenye dream, mlikuwa mnapita mahali mahidi ilikuwa inafika nini? Unaelewa mahidi ikiwa imefika hapa ni mwezi gani? Tunapadaga mwezi gani? Tunapada mwezi wa 3. Mwezi wa 5 wa 6 ndio mahidi imefika wapi? Hapa. Sasa una interpret between mwezi wa 5 na wa 6 na wa 7 kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Haleluya. Unaendelea kwenye ndoto yako, kuna vitu utaonyeshwa. Either environment, either season, kulikuwa na mvua, kulikuwa na nini, kulikuwa na wakati huo kulikuwa watu wanipigana, wakauana upande ule mwingine na upande ule mwingine wakamalizana, wakakuja, na wakati huo ndio tulikuwa tunapeleka mahindi kwa kukausha. Sasa unaelewa ni wakati wa harvesting ndio kutatokea hii disaster. Are you getting me? You have to look at what was the season, ni nini kilikuwa, what event beside hiyo ndoto yako, ni vitu gani ulikuwa unaona kwa ndoto. Ndio ukikuja kuniambia mambo ya ndoto ninakuulizaga nike uonile kiroto ine, ndio niambie nielewe uliona wakati mahidi ilikuwa nini hapa. Sasa nakwambia hiyo ndoto si ya mwezi hii, na kwa sababu tumefika mwezi wa 7, sasa ni mwezi wa 3. Ngoja mwezi wa 3 next year. Hiyo ndoto itakuja kutimika next year, si mwaka huu. Usianza kuleta kiherehere atenetronile. Mimi niliona atu kanisa openi. Kanisa tuvuke. Niliona kanisa likimalizika. Hapana, understand the season first. Once you understand the season, you will be able to program yourself. Ndio uweze kuelewa ni wapi unatoka na ni wapi unaenda. Kwa hivyo interpretation of dreams ni kitu muhimu sana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna dream unaweza kuota ukiona tonyoni. Sasa utonyoni unaenda understand types za tonyoni. Kuna hummingbirds, kuna hiyo tugine tudutura, kuna dudu. Kila ndege iko na meaning yake kwenye ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. So una understand dudu maana yake ni nini? Ni kifo. Ukiona dudu, hata ukiona dudu physically kwenu kwa compound, anzeni kutayarisha mazishi. Hata ufuge maombi, hata ufanye nini, hata uende kuomba wapi, kuna mtu anakufa ukiona dudu kwenu. No di kwa Father Mother ndio muonile kule. Yaani kwa nini hawa watu walienda kutukopi? Niliona maima hiyo uliko Subukia wote hawa kitambaa nyeupe hii wa mother in August. Na sisi yetu tutakuwa tukifanya namna gani? Anyo. Si tunarudi sasa tunaenda kufanya official ya kufanya anyo. Ulinyimwa kukuja. Si udivorce mtu. Usianze kuongea na yeye. Wacha niwaambie siri. Unajua nyinyi hamuelewagi mambo ya vita vya kiroho. Huyo mtu sio yeye, na sio yeye anakukataza. Kuna roho ambayo inakukataza, lakini inapitia kwa nani? Kwake. Sasa you don't speak. Na wale wanakukataza ni wale walikuwa napigana na maumau. Umeelewa? Wale kwa sababu tukienda kule kwa mlima tuna invoke ile spirit ya maumau. Tuna invoke the power, the God that the people of maumau wainua mikono wakasikilizwa na Mungu. Mahali hapo tulikuwa tumesimama,
ndio kulikuwa wale mkolini wanaitwa Ng'ang'a wa Wanjiru. Wale walikuwa na ile kanisa ilikuwa inaitwa nini? Gikuyu Kalenga, ambayo ndio ilibadilika ikaitwa Aroti. Nwanyita Aroti niyo marutire igongona rĩrĩa rĩarehirie independent ya Kenya, si Maumau. Maumau hakuna madhabahu waliinua. Maumau walikuwa kwa kichaka wakikula kiapo wakichinjana na watu wanaitwa home guard. Lakini wale waliinua madhabahu yenyewe ambao ni madhabahu ilishinda ni Aroti. Na before that wakuwa Aroti walikuwa naitwa nini? Gikuyu Kalenga. Sasa wakabadilika wakakuwa Akolino, wakafunga kiremba na wakafaa nguo zeupe. Na walienda huko 1955 kwa hiyo mlima. Na sisi tulienda 2025. Miaka ngapi hiyo? 70 years. It is a transition ambayo inaendana na namba 7. Hallelujah. Ndio naona nikikuja naweza kukwambia nikwambie kitu na nikwambie baka what ile shida unaipitia inahitaji nini? Inahitaji sadaka ina gani? Sitakwambia unipatie shilingi 5,000, lakini nitakupatia figa kutoka hapo uende ujijasie. Maana hiyo figa inapelekana na namba, the numerology. Bwana Yesu asifiwe sana. The numerology. Maana dunia inakontroliwa na kitu kinaitwa numerology. Numerology ni kuweza kutafsiri namba. Namba 5 inasimamia nini? The grace of God. So kama umepitia kwenye sherehe ama kitu ambayo kimekupeleka mpaka the grace of God has driven you to where you are, sadaka hilo unafaa kutoa ni namba 5. Iko na namba 5 because you are operating on the grace. Lakini kama kuna vita imeinuliwa kwako, you are operating na namba 6. Hello. Au ukiuliza wa mama wa ule atakwambia maombi yao wanaobaka na keda. Nenda moto makeda keda. Papa nenda monyita na kiko na kiana bakeda. Nenda mokamata, yani wanakamatanga mtu namba 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namba 9 ni ya ukamilifu. Na ndio unaona Wakikuyu wanasemanga keda muihuru. Keda muihuru ni 10. It is number 10. Lakini wanaifanya 9. Maana yule mtoto wa 9 alikuwa anaitwa nani? Wa moyo. Niwe Moisha Kamoyo. Moisha Kamoyo ni uliko? Eti Moisha Kamoyo niki? Eti Moisha Kamoyo niki? Eta kumia. Eta Moisha Kamoyo niki? 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 Moisha Kamoyo ule ni wa moyo aciarirwo riko-ine. Nanyita wa moyo aciarirwo ko riko-ine ni ule utahikire the outside the wedlock no Moisha Kamoyo kana Moisha Kahuno. Mwathani agocwo ucio ndataragwo fool ciana iria citaragwo ni kenda wa Mbui, wa Njiko, wa Ithira, wa Njiro, wa Ngoi, washi Washera, Mbui ni ndagweta, wa Ngari, wa Njiko, wa Ngoi ni ndagweta, wa Ngari, wa Idi ageni. Na o muheriga kila muheriga iko na meaning yake na iko na kazi yake. Aboi ndio wanakuanga na leadership, ndio wanakuanga na throne, ndio family ya Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. Aboi nio athamaki. Ethaga ni arogi. Manyita. Ethaga kae mwithaga. Ethaga nio arogi. Taruo ni mwithaga. Yeye ni mwithaga. No ngi mwithaga. Mwithaga. No ngi mwithaga. Oya hiena mwithaga. Niguo. Yes. Mimi nawajua. Takaro mimi naku. Fanya hivi. Tauri miaka. Yeah. Hebu ndio mimi naku. Yeah, yes. Takaro mimi nakuga. Niguo. Ethaga othe karurime kao haha ni kabura. Na aliadu arogi wale wachawi kabisa, wale wenyewe wanakuaga na kanywele kwa ulimi ama gadudo kwa ulimi. Like your father. Your father was the greatest witch on earth.
Na hii si witch ya kwenda kuchukua, hapana, iko inborn. Ndio walikuwa wanateremusha hii ego, anaita inateremuka. Ama madisi, unaona hii disi imekaa hivi, anaizungumzia inaanguka peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hao ndio walikuwa wanatumika na maumau kufunga maeneo, kuoha, kuficha maumau. Ndio walikuwa na power ya kuenda, kama sasa uganga wote ambao maumau walitumia, ama uchawi wote maumau walitumia, ama jambo lolote la kiapo ama kitu yote spiritual maumau walitumia. Watu walifanya kazi ya kufunga maadui. Wanaweza kukuja pale waeke hiyo ilisi yao, wafunge hapa, watu watakuja hapa na hawatawaona. Wetako kuoha kana kuhitha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ethaga niyo mari hoti ucio wa kuhitha, na partly ajiro muno ajiro abale ya kioro. Haleluya. Lakini aboi, mtu yote naitwa muboi ni mudhamaki. Ndio manto ya leadership, ndio familia ya Juda. Familia ya Hawa sasa, haya ni Gad. Familia ya Gad. Unaona Gad, ukienda katika 12 tribes of Jacob, kuna familia inaitwa Gad. Gad walikuwa wachawi wa nini? Hivyo mlikuwa na tabia kama hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we call the mysteries of understanding the anointing, because that is also an anointing. Anything that is spiritual and it is working, inafanya. Kama sasa ni hivyo nazungumza, maneno yangu yanakuwa na power. Nikisema kitu lazima kifanyike. I don't need to pray. Mimi si ati tukuje tushikane mkono, Baba katika jina la Yesu Kristo tuna, hapana. Na need tu kukwambia milango yako imefunguka. And that is it. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna mtu lazima aombe. Sasa hawa lazima waombe. Kwa sababu kuna vitu watahusika, watatumia miti, watatumia vitu kama mchanga, kuna vitu watatumia. Kwa hivyo they need to speak, ku release hiyo kitu kwa hizi vitu ndio sifanye kazi. Lakini mimi kama venye Mungu ameniita na njia tofauti, mimi I just need kukanyagisha my presence mahali popote, lazima kitu kitabadilika. My presence. Ama naweza kuja tu kutembea kwako, kuna kitu kitabadilika, lakini msiniite kwenu. Bwana yetu asifiwe sana. Mnanielewa sasa? Kuenda mahali kama tutoke hapa venye tulifika kwa mlima, environment ili change. Kwa sababu ni mimi. Na pia kuna wengine nilikuwa kama sasa ndio Mungu naye alikuwa ameleta mojiro. Mojiro ndio wanafanyaga mambo ya madhabahu. Ndio Walawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajiro ndio Arawi. Ndio marutaga magongo, ni agogoni. Sasa wajiro wanapelekanaga na waboi. Ukikuta mtu mboi mwenye hatebei na mojiro, kuna shida. Kuna tatizo kubwa sana. Maana mojiro ndio atainua madhabahu. Ndio anafanya. Ndio wakati huyo mtu alikuja hapo, immediately nilibadilika, niliwacha kufanya ile ningefanya, nikamkabidhi yeye apokee. Because alipokea kwa niaba ya Ulawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio uliona madhabahu yetu ilikubalika immediately na mvua ikaimwagika, because tuli complete. The whole thing ilikuwa completed. So ndio nawaambiaka, just understand your season, understand your area of your activity. Na ndio naona sometimes kama hii nina rotate kila mtu kila mahali. Kesho nitakutoa hapa, nitakuweka kwa ile kiti. Wewe nitakutoa hapa nikupatie kazi. Wewe nikwambie kesho enda ujifagie choo. Wewe kesho enda ufanye pale. Wewe kesho unakuta na change watu, kwa sababu najaribu kutest, najaribu kuangalia where do you fit. Nisikufanyishe kazi ambayo sio yako. Maana ukifanya kazi ambayo sio yako utainukiwa, utapigwa na watu, na hujui sababu. Ni kwa sababu you are in somebody's office. Kama uko kwa ofisi ya mtu utainukiwa, lakini kama uko kwa ofisi yako hakuna mtu atakuinukia, maana neema, the grace of God will be with you. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni vizuri sana kuelewa. Usikalie kwenye kiti sana. Kama unaona kumeinuka vita mingi sana, usikalie. Jaribu kuuliza Mungu, am I rightfully here? Niko the ofisini yako. When you are in your office, unakutanga promotion zinakuja, frequent promotion, mpaka watu wanashangaa huyu mtu ni kitu anatumia. Si kitu anatumia, ako kwa ofisi yake, na ako kwenye wakati wake, na ako kwenye kipindi ambacho anafaa. When you are in the right place, the right position, and the right time and the season, promotion zinakujaga kwako, mpaka watu wanakushangaa, mpaka wanasema huyu kuna kitu anafanya. Ukiingia mahali ukifungua tu kabiashara, hata kama ni kabiashara ka shilingi 1000, unaona kamepanuka, because you are in the season, na uko mahali Mungu alitaka ukue.
Hiyo ndio inaitwa the power of the anointing. That you, everybody of us, kila mtu hapa ako na anointing yake kivyake. Lakini you must be in the season, in the time and in the location. Mahali Mungu anataka ukue. Ukikuwa mahali, ukifungua kanisa mahali Mungu anataka ukue, hiyo kanisa haiwezi kupata upigamizi. Watajaribu kukupiga, lakini season itakuprotect. Watapigana na wewe, lakini eneo litakuprotect. Watapigana na wewe, lakini masaa itakuprotect. Kwa sababu you are where God wants you to be. Kwa hivyo kila kitu ambacho unahitaji kwa season hiyo, kwa wakati huo, kinapatikana. Maana you are where. Kwa hivyo maana kama sasa Roda unatakikana kuwa London, ukafungue kanisa, lakini umekatalia hapa. Vitu zako already ile cargo container yako iliingizwa kwa meli, ishafika. Inakugoja wapi? London. Lakini wewe unangangana na nani? Hapa. Na ile meli, ile container ilibaki hapa ni ya nani? Ni ya Grace. Sasa unajaribu kungangana na vitu za Grace. Unajaribu kungangana na kiti ya Grace. Unajaribu kungangana na vitu ambazo Grace anatumia, tools zake za kazi. Na tools zako ziko wapi? Kwa hivyo utakaukiwa. Grace ataendelea kuendelea, wewe utakaukiwa. Ndio nakutanga mtu akisema Grace ni mchawi. Ndiye aliniroga. Hii anatumia nyota yangu. Si nyota yako anatumia, wewe ni ujika huko nayo. Grace yako kwenye line yake. Sasa angalia kabisa, ujiulize, are you in the right marriage? Hata marriage sisi tunafanyanga, are you in the right marriage? Uko na yule mtu ambaye anafaa kuwa mume wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wengine hapa tumeolewa na wanaume wa wenyewe. Wengine tuko na wanawake kwa wenyewe kwa nyumba. Na sasa tuseme sasa nimeoa huyu mama, ukagohikia leo. Kawekeleta gwire kuna hata yako hiki. Sasa nimeoa huyu. Nani mwanaume yako hapa? Come here. Sasa nimepata kimama kizuri. Nimekioa kwa sababu niko na pesa, ama kiliona pesa kikakuja. Lakini mume wake nikamkode haka. Hakana pesa, nikachokora, hakana kitu. Sasa hiki kimama kinaona kale kamchokora, na mimi anaona Range Rover. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataenda wapi? Ataenda kwangu. Kaa chini sasa nikuelezee what will happen. Mimi ndio niko na neema. Ule sasa, ule ndio yako na neema yake. Ndio yako na kifunguo ya maisha yako. Alikuwa tu anahitaji mconnect, baraka zenu ziteremke. Lakini kwa sababu uliona Range Rover, na mimi mke wangu ni nani? Huyu ndio mke wangu. Naye mke wangu wako hapa Marigiti. Hapa ndio anausaga viasi hapa ije. Akiomba, na kila wakati anaendaka kwa Waroike ama anaenda kwa Harrison Ng'ang'a kutoa dhabihu kwa bia Mungu. Ndiraguthoya baba, ohe muthuri wakwa. Muthuri ule we wakwa umulete. So what will happen between me and you? Because huyu ameactivate, ametoa sacrifice. When you give a sacrifice, sacrifice activates the power of the spirit. Inaactivate power ambayo inakuzungumzia. Ameactivate midomo ya maroho. Sasa katika ile midomo ya maroho, hiyo midomo ya maroho inakuja kwako. Inaanza kuleta shida mimi na wewe. Kwa sababu mke wangu ameanza kunidai. Naye yule msee ameenda kwa Pastor Kemani Nakuru. Huko akiwa Nakuru, maana amekula shida, ameanza kuitisha mke wake. Na wewe mke wake wako na nani? Wako na Dora. Sasa ile tafanyika, yule maombi ya ule inaenda, ametoa dhabihu, ameactivate midomo ya maroho. Sasa midomo ile itaanza kukuzungumzia, kukufukuza kwangu. Midomo ya huyu itaanza kunizungumzia, inanifukuza kwangu. Mimi inatutenganisha. Ndio wewe utoke uende kwako, na mimi nitoke niende kwangu. Ndio naona ndoa zimeharibika. Maana wewe Roda mimi ndio mume wako. Na huko juu kunajulikana Roda ndio mke wangu. Roda amekuja kanisani, ametoa dhabihu za kuitisha mume wake. Mimi tuko Mombasa na kimama mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakula raha. Sasa tukiwa Mombasa tutaanza kukosana, mraifu itakuwa ni ngumu, itakuwa na ugumu wa maisha. Na tutajaribu kupenya katika maisha, haipenyeki. Uwe tuko na mali, tuko na kila kitu, lakini tusikilizani. Maana the mama umetomoka, umeenda kupeleka mtoto shule, ukuchomoka hivi na mimi naingia kwa maid. Tunaenda tunalala kwa sababu mimi nikimseki kuchoka haraka, tunaanza kungorota. Ukirudi nakuta tunangorota, tumeshikana na maid. It is not that ni maid nilikuwa nataka kudana na yeye, lakini maombi ya mke wangu wherever she is na maombi ya mume wako wherever she is, hiyo imekutana, imeactivate power ya kukosa division. Ndio wewe utoke uende kwako na mimi nitoke niende kwako.
Bwana Yesu asifiwe sana. So how do we meet? Unakutananga na namna gani? Utakuta mimi mke wangu ndio nilikuwa nafanya kazi Marigiti hapa. Mimi ndio nabebaka kuwa na wewe uko Mombasa unausaka mashamba, unaenda mpaka na Rejiova, na wewe ndio mke wangu. What will happen? Shida itakupata huko na itakusubua huko. But what will happen? Maombi yako ile unapelekaga dhabihu, unaenda kuomba ukitafuta Bwana yako, na utanisearch, utaguko search, utanisearch in the spiritual, unikamate. What will God will do? God atasababisha kifo huko Laikipia, kifo ambayo itakugusa, ya mtu ambaye labda ni cousin ya huyu amekufa na wewe ni rafiki ya huyu. Sasa utapeleka nani? Huyu masishi. Na mimi nikiwa Mombasa, kumbe ni anko yangu ndiye amekufa. Na mimi ni travel kutoka Mombasa, ndiye tutakutana na Laikipia. Sasa katika Laikipia, what the spirit will do? Itaorganize gari yako itomboke miguu mbili. Na yule mtu anaweza kukuinulia gari, ni huyo anaunuaga mosi. Na mmekutana wapi? Sasa atakusaidia kubadilisha. Na the time mnachukua kubadilisha kutakuwa usiku, umtampatia lift. Tudige kumagaragia goige na hau hale uguthiana ko ndacho kama ubadai na nikwenda ukinya tena nigetha haice mugiri tanadi mugagithie. Sasa hapo ndio mnachukua nini na hapa, and as you are driving the car unafeel huyu mtu, unaanza kusympathize na yeye, unamfeel, unaanza kusikia, unamfeel, unaanza kumpenda tu, na hakuna reason. Anakuambia yeye anakuoka kogoea, ndiye anabebaka mizigo, lakini unampenda tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haumchuki. Hata unaona nikichokora mpaka unasikia ile harufu anatoa, ile jasho anatoa jasho si mzuri, lakini unasikia tu unamfeel. Ushafika level kama hiyo, usakutana mtu unasikia unamfeel. Ukaigwa ni urenda kimundu giki ohugo tu. Hati reason yako mwenda si hajavaa mzuri, hajakaa mzuri, hajahere kinyamadha ni anyita kai. Na ndio mundu ucio madamu firete. Kumbe alikuwa yeye. Yes, alikuwa yeye. Sasa unaanza kufiriana, alafu mnaachana pale, anaenda unampatia namba yako ya simu na anachukua namba. Sasa Mungu na yeye anatengeneza wewe safari nyingine. Unaenda mpaka Mombasa, ukifika Mombasa unakumbuka kile kimutu. Unamuuliza, "Dewa kwa Mombasa hii?" No guone. Kwa sababu umefika mahali umekuwa stuck. Unakumbuka venye alikusaidia pale. Sasa katika hiyo stuckness anakuja. Kikukuja mnaenda kwa hoteli mnakunywa. Ile sura ulikuwa unaona ya shokora, ile sura ulikuwa unaona ya mtu wa kubeba mizigo inatolewa, inawekwa sura ya mume. Paka unaanza kufiri, paka unamwambia ndogioke ondo arera amwe hemugoda ina goko na ni ndiretikira guthinako, ni ndiretikira guthinako munaenda. Lakini kwa sababu ni mchafu unamwambia tugethi hata ugore tukue twiri tuthie, unamununulia nguo na ukaja guthambia, unamununulia nguo. Na ujui reason, munaenda biashara, lakini Mungu amekwambia anza process ya kusafisha mtu ni wako huyu. Kikitoka bathroom kimengara, uhaya unaligwa. Kae mundu agetweka smart, unaona kimerokara, mpaka tumbo liko unaona imenyokonyoka hivi, unaona mjamaa amekuwa straight. Bwana asifiwe sana. Ameenda sasa amekula tumayai tuwili, mnaingia kwa gari. Kumbe kinajua kuendesha gari, kinabeba kinajireba. Mpaka unasikia the driving ya huyu mtu. Unakombea na driving ya driver yako, unaona huyu ana drive vizuri kuliko driver yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaenda Bakaramu, mkifika huko mnakuta Karumu ni kakani kamoja kamebaki. Rima shandala boseria. When God has connected you, hakuna wokovu. All boundaries and all terms are broken. Because the right thing has met the right thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Boundaries zote zinavunjika. Kiokoko kinaisha. Unakuwa kama wewe ulikuwa pastor lakini nasikia kiokoko kimeenda. Kwa sababu umepata the right machine for the right operation. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huko mkienda huko mnafanya nini? Mnalala. Afu kujubuka huyu ni mtu amebeba mizigo. Ako na nguvu. Ako na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kutoka utatoka huko, utatoka ukiwa na raha. Moyo wako unasikia finally nimesikia. Finally nimekula mchungwa, ule mchungwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo anasema dugitike wewe rosho kutakai.
ogu akaenda tokati na game kuda unamkuta sasa mpaka unamkobolea nyumba huko ndio mwanze kukatakata shamba huko mguze hiyo shamba na mkianza kukatakata before mpaka survey aingie huko unakuta kuna watu 20 wamesema watanunua hiyo shamba. Watu 20 immediately unaona vitu vyote maisha imefunguka, ile struggle ulikuwa nayo imeacha, ile ugonjwa ulikuwa nayo ulikuwa na gojeka imeisha, yani unakuta raha imeingia kwa mwili, kila kitu kimejipanga. Kumbe wewe uko na watoto wangapi? Wako watoto 6-7 huko. Kuna wa baba na mwingine. Kimsee kikikuja unakuta tutoto tote tunampenda. Unakuta kamoja kako hapa, kingine kako na yeye hajali, ako sawa. Hapo mnapanga mnasema tutafute ya kuvuta socks kwa mguu kwa kitanda. Hiyo ingine watoto wote wanapenda mzee na wanamuita baba na wanampatia heshima ambayo hata yeye mwenyewe anasema kweli. Because the lining zimeingia, zimeline. System zimeconnect pamoja. The same way it happens. Hiyo nimekupatia example tu ya marriage. Lakini the same way it happens when you go to the right place and you meet the right partner in business. Business will just thrive. Things will just work. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nimengangana, wacha niwaambie story hapa Thika. Tulikuwa tumengangana 1.5 years kujenga Thika. Tulikuwa tunalipa kiwanja. Hatujegi, hatuna mpango ya kujenga, unalipa kiwanja. Hujui kama utajenga na hujui kabisa. Na tuko na kimama kingine hapa kinaendelea kusema leteni pesa. Nothing is moving on. Until I made a decision, nikamtoa. Nikatengeneza tu vita nikavuruga, nikijua sasa nikajua huyu mama ataleta shida mingi, nikaleta vita kidogo tukamtoa, tukapeleka huyu, si wewe tulipeleka ni wewe. Wewe mlienda na afade. Ni wewe nilipeleka na afade. Na nikaita huyu pastor wenu, Pastor Sami. Nikaita Pastor Sami, tulikuwa na tukimtumia pesa. Si ndio? Tukamtumia 1,000, tukamwambia akuje uko Thika, because nilikuwa nataka kupatia Pastor Sami asimamie hiyo mjago kwa sababu yeye ndio pastor, si ndio? Tulipofika huko tulifika na huyu na tukaita mafundi, wakaita Pastor Sami hakukuja. Alifika siju kwa jia akasema nimeshindwa kujua nini jia. Akarudi, mimi nikajua Mungu amekataa huyo jamaa. Si wa Thika, ni wa kwingine. Kwa sababu mimi nilikuwa nataka kumconnect na nini? Na Thika. Lakini nikaona nilimtumia pesa, lakini hakufanya nini? Hivyo ndivyo mtu hujua. Don't force it. Ukiona sasa hivyo amebehave, si yeye, ni Mungu analeta kuleta nini? Buroko. Si wa Thika. Kuna mtu wa Thika ambaye ataletwa na Mungu. Sasa ukikaa kwenye system ya Mungu na ukae kwenye mapenzi ya Mungu, Mungu ana activate kila kitu ambacho ni chako. Kutoka hapo, wakati nilipeleka hawa na hawa, mjengo ilianza immediately na tukafanya within a month or 2 tumemaliza kanisa. Na tumefungua sasa. Because these were the right connectors, the final. Yule alikuwa atafuta kiwanja aondoke. Sasa wale wakujenga wakuje. Sasa na hao wameondoka na yeye mtu akuja kuhubiri ameingia. Si unaona venye system ya Mungu? Na utakuta kila kitu. Saa hizi juzi tumeenda na Maina huko, tumeitwa na mama mwingine hapo, alikuwa anafukuzwa na mashetani kwake kwa nyumba, tukaenda tukamwombea wakapona. Wamekuwa washirika wapi? Wao wameenda wameita wengine, wamekuwa washirika. Saa hizi kuna watu washirika already Mungu aliwaeka kaugonjwa ndio tuende tuwaekelea mkono waingie huko. Sasa already yako na washirika. Washirika wamekuja wamenunua. Saa hizi jana usiku nilienda nikakuta viti 300. 300 sijui zimetoka wapi. 300 seats. Itesia kuikarira. Wikarite hau engeretie atwete ile ngai akurathime. Ati ni ukagura itesia kanitha. Zikizikoria. And that is how when you release yourself to the mercies of God, for the control of God, God will plan you. Bwana Yesu asifiwe sana. Maina nimemtoa Moro. Maina tulijuana naye kitambo. Mimi sikuwa najua atakuja. Wakati alikuja siku yake ya kwanza hapa, tukaongea nikamuuliza, kuna ndoto uliota last week? Ndoto gani? Niliona nikiwa Thika nikihubiri Thika. Nikajua ni huyu. Naye Samina yeye atakuja naye mahali kwake, naye Mungu atamudirect. Naye mwingine Mungu atakuja amdirect. That is when you understand the anointing upon you. Ile mafuta iliko juu yako ni gani? Kama Mungu umeanza kuona ukiombea watu, wacha wasianze kuombea watu, wacha kurukaruka, kuwa pole. Eterere oruguo. Tengeneza mafuta yoyote aina yote ile iko na vita zake. Kama wewe umepatiwa mafuta ya kuombea watu wapone, lazima utalala Kenyatta.
ndio wakati wa kuombea unaombea watu kile kitu unaelewa. Kama wewe ni mtu wa deliverance, lazima ufanywe waroge, uteswe na upigwe marisasi na uingie mugeke na ufanye sarakasi. Mimi hakuna sarakasi sijafanya. Mimi nilikuwa mganga kule Nakuru. Na nilikuwa naombea wamama wale wanataka watoto. Yeah? Imani ni kitu kubwa. Wamama waine walikuja kuleta asante kusema na niliwapatia jifu. Sababu tulikuwa tunawanyang'anya pesa. Ile kitu tulikuwa tunatengeneza kanyumba kazuri, mimi nilikuwa mganga kutoka Tanga. Lakini sasa huyu mganga kutoka Tanga unajua haonekanagi, lazima anajificha huko nyuma. Mimi mganga nilikuwa pale Shabab, pale si Shabab. Mbele ya Shabab kunaitwaje? Panaitwa ukienda na Lekivu. Mwareki. Ni Mwareki, nilikuwa hapo Mwareki. Nilikuwa hapo na nyumba mzuri. Kila siku nilikuwa napatana na mama wawili watatu na walikuwa natoa pesa mzuri. Shilingi 1200, 1300. Siku moja mzuri nilikuwa natengeneza 1600 ya kuombea mama apone, apate mimba. Na walikuwa nakuja tunawasagia makaa na jivu na tunaweka kaugagano kadogo. Bwana Yesu asifiwe sana. And it worked. It worked. Ni imani. Alafu inside me nilikuwa na anointing. Ndani yangu mimi nilizaliwa nikiwa na anointing. Sasa hizi sarakasi nafanya sarakasi kwa sababu sikuwa najielewa kama niko na mafuta. Sikuwa najielewa maana nilikuwa nafikiri mimi kwenda kufanya ukora. Lakini inside me God was doing something. Na wakorogea hiyo jifu na makaa na gagano na koroga na mwambia mesa. Ana mesa. Mama akaenda miezi 3 alikuja katubo kwa mesa kukaa hivi mpaka alikuwa anatembea hivi kuja kuambia mganga asanti. Na alikuja na 1,000 ya kuniambia alikuwa ametafuta mtoto miaka 10 mpaka alikuwa anafukuswa. Akaniambia umenisaidia ndoa yangu imesimama. Hallelujah. Understand what is in you. Bwana Yesu sio sana. Hata watu unaonanga wakifanya vituko, hawafanyagi vituko kwa sababu ni wabaya. Wanafanya vituko kwa sababu hawajielewa ni nini kilicho ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa akiua ule mtu aliua ni kwa sababu Mungu alikuwa anataka sasa ondoka uende kwa kazi yako. Maana Musa alikuwa ameshakuwa comfortable, amekaa kwa mfalme, anakula machapo, anakula tumbuzi, anakaa mzuri, kila kitu yake ilikuwa inaendelea mzuri. Naye Mungu akajua kemodogeke huku utatoka. Akamwambia toka, akakataa kutoka. Akamwambia ndie, akakataa mpaka akauliza Mungu unataka niende wapi? Ndiye. Jamaa alienda katukano na kijamaa kingine hapo. Na kwa sababu huyu jamaa alikuwa muscular. Alikuwa tu ile kofia inaitwa aje? Ile ya komanyoko. Twa kumungoka kubi aligoka kwenye mkia, kuna kamukia kanakuaga hapa. Mzee akaanguka na akakufa. Musa alichukua huyo mtu peke yake. Akachiba kaburi peke yake na akazika peke yake. Lakini naye Mungu akamake sure kuna mtu ataona. Sasa Musa wakati wake wa kuondoka umefika, alienda akakutana na wale watu akawachokoza, nao akawachokoza. Akamwambia wewe, takugoga, msiniletee ujinga, nitakugoga nyinyi. Musa ndivyo alikuwa anawatishia, na akamwambia, Musa, oka. Sasa tukwambia kitu. Alitoka bila kwaheri. Na kutoka hapo akube Mungu amemtengenezea watoto wa Jethro, wasichana watamu wa Jethro. Lakini walikuwa nao wanasuburiwa na kimutu kingine. Kilikuwa kinawatishia wasichote maji. Kumbe jamaa akakuja akawauliza niki mwikarete ha mutarata hia mai. Akaba kimundu kiria nikiogera tugituthumbura kereko. Na yeye Musa najua ni mtu masikira. Akaendea kijamaa akakishika tu. Alisikia nafikiria alikishikia hapa. Kuja. Wewe choteni maji. Jamaa kwa sababu aliona jamaa ni masikira akajikuja. Lakini it's not about masculinity. It's about the anointing ambayo ilikuwa na Musa. Ndio ilikuwa inatisha. Ndio ilikuwa inaleta watu wanateseka, wanakimuona, wanatetemeka. Sio eti alikuwa na nguvu, sio eti alikuwa na uwezo mkubwa, lakini alikuwa na anointing ndani yake. Na hiyo anointing ndio ilisubua watu. Ukiona mtu sasa kama mimi nafuata na kina mama kina masi hapa. Masi ananionaga anakufa. Mpaka roho yake kuna wakati inaagukaka kwa tumbo. Sio ati masi ananipenda. Sio ati nikunipenda ananipenda. Hata ukimuuliza undisclaim mimi hawezi. Huyu Grace naye ananionaga roho inaagukia pande nyingine. Si ati nikunipenda na nipenda, kuko na kitu niko nacho kinamuattract, kinamvurutia. Ndio unaona sasa Masi alikuja akiona kwa TV aliona tall dark and handsome. Alipofika hapa akaona anointing. Mungu akaanza kumtumia.
Sasa ndio unaonaga watu wote wakikuja na accommodate na walete karibu na mimi. Siwezi piga mtu. Hata mkiniambia huyu ni shetani, naleta hiyo shetani karibu na mimi. Ukiniambia hii ni ubwa, naleta hii ubwa. Kwa sababu kuna kitu hii ubwa iliona na ndio imekuja kutafuta. Sasa si uitulize chini, ijitafutie. Don't usipigane na mtu maana haujui unapigana na nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu waliona huyu Musa na wakataka kumpiga kwa sababu ameua mtu. Walitaka kumuaibisha ama kufanya ashikwe. Naye akatoroka. Little did they know huyu ndiye atakuja kung'oa hiyo serikali yao. Bwana Yesu asifiwe sana. The same guy ndiye alikuja kaambia Farao. Yule Farao alikuwa anampatia chakula. Akamwambia Farao, "Dakanalia ndo agai." Wakauliza, "Huyu ni yule jamaa tumelea hapa?" Sasa ako na power, sasa ako na nguvu, hakuna kitu mnaweza kumfanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kujilelea. Unajilelea in the system ya anointing. Ile anointing Mungu amekuitia. Jilelee tu hapo. Kuna wakati wale walipigana na wewe watakuja kupiga magoti chini. Kuna wakati waliokudhulumu watakuja kusema indeed this is a woman of God. Kuna watu itafika wale walikuona wewe ufai watakuja kusema wewe ndio unafaa. Hata watakuja kusema wewe dukata yaga. Nani waro wa bado. Nani yeye alikuwa na akisha moto. Nani waro wa bado no. Ni madaku na kaka kuigwira adha. None ndamenya Ngai no agakumireria ando. Nani yeye mwenye kuleta kuni na kiberiti ya kuakisha moto ni yeye. Lakini sasa kwa sababu umebarikiwa amevuka pande ule mwingine. Aste. Sasa ndiye anasifu mafuta yako. Kwa hivyo mafuta inakuanga imejificha ndani yetu. Sasa ulio vituko unafanya unakuta hawa wasichana wako pale kwa ina. Can you imagine msichana anaendaka na pesa nyumbani? Si unajua hivyo? Wanaendaka na pesa nyumbani. Na pesa mzuri, si pesa kidogo. Hiyo kama mama unaona pale kwa Kenage, kanaenda na pesa nyumbani. Na kanalala usiku kakiwa uchi, kakizunguka akifanya hivi, akifanya hii maneno huko nje na katakutana na mtu wa shilingi 10,000 akapatia shilingi 10,000. Sasa unajiuliza umenunua nini shilingi 10,000? Kumbe naye Mungu anaangalia, huyu msichana ako na anointing ya biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu msichana ako na nini? Ako na anointing. Ndio unaona ana attract, anatoa kimutu. Sasa kama yule walikuwaga waziri zamani rafiki ya huyu. Si alitoka kwa bibi na bibi yake ni mrembo sana. Akakuja hapa tukamuona hapa tukampiga picha. Na alikuwa waziri. Sasa unashinda waziri na huko na pesa hata ongeza kuchukua sasa sekretari yako si ungepeleka. Sasa alikuja kwa Inage, akainuliwa hivi na hivi, akachukua kimutu kumbe kulikuwa na kamera ikamumulika. Nani waziri? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu huyo msichana ako na anointing. Si eti ni maraya, ako huko kwa sababu kuna kitu kimempeleka ukimumalizia huko. Naye Mungu akiwa pale anamconnect. Kuna wasichana wengi wametoka pale wameenda Ulaya. Wamepatana na kimuzungu pale, wameenda Ulaya. Wameenda Ulaya, wamefanikiwa, wamekuja kubariki kwao. Lakini lazima ageenda kutoa nini? Guo pale. Kama mdada mmoja najua alikuwa anaendaga Florida. Na Mungu alimbariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu Mungu amembariki siku hizi, yeye ni mtumishi, anafanya kazi kanisani vizuri sana. Na unaona alikuwa msharati, alikuwa anafanya vitu zake vituko pake. Lakini Mungu kumbe alikuwa anamtayarisha huko, ndio apata kimzugu, aende tena arudi hapa na akae hapa, afanye kazi hapa. Hallelujah. That is how God works. That is how mysteries, inaitwa the mysteries of the anointing. Unaweza kujiona ni kama haufai. Na watu wote wako na anointing, they look like they are useless. They look like they are hopeless. They look like they are not worthful. But God has a reason for them. God has a plan. Na watu hawa wote ni Mungu anakuaga amewaficha. Sasa ukijiuliza, ni mimi nilikuwa nimeenda kufanya nini Mogeke? Na akili zangu. Bwana mimi nimesoma, mimi si kama nyinyi. Mimi nimesoma. Niko na madigiri. Lakini nilijikuta chokora, nilijikuta nikikula glue hivi, nilikuwa natembea na kugunia. Badia mia. Sasa nimeshika mafi na mkono. Nimeshika mafi hivi na mkono. Kuna mama nilitisha alitoa kibeti yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na silaha. Yes, silaha hivi unashika silaha hivi. Aliweka vitu zake zote hapo. Na sikumguza, akaondoka nikachukua vitu, nikafanya nini? Nikaenda nikakula nikachimba. God will give you weapons to fight, to conquer situations and to win. So don't worry the situation ambayo uko sahi. What is happening around you? Wale wanao kuinukia, wale wanao pigana na wewe, usijalishwe na wao. Wao ni part and the process ya kukutengeneza.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kama singepatana na polisi wanipige marisasi, ningekuwa nikisema nini? Yeah? Kama singepatana na polisi wanishike wanipeleke jela 52 times, ningekuwa nikitoa ushuhuda gani? Ushuhuda wangu tu ndio nahubirigi watu wanaokoka. Twende crusade siku moja na wewe Roda. I don't preach the Bible. I don't use the Bible. I give my account, my testimony. 5 minutes watu 1,000 wanaokoka. 5, I need only 5 minutes. Wewe utalala usiku kiomba mlimani, utaombea hiyo crusade mwezi mzima na urudi ukramu malaini za Biblia. The Bible says in the book of Matthew chapter number 1, unasoma radio, unaenda Deuteronomy, unaenda Genesis, and the end of the day hakuna hata kaubwa hakaokoki. Crusade yote bako na shida ni ya nini hii tulikuwa tumeweka. Warege anakuja naanza kutoa ushuhuda. Bwana asifiwe. Mimi ndio nilikuwa kiongozi wa Mogeke. Watu wote wanainua kichwa. Mogeke. Huyu alikuwa muuaji. Sasa mimi katika siku moja polisi wakanifuata, wakanishika maeneo hapo, wakanipiga risasi, nikalala, nikaanguka, nikajifanya nimekufa, kumbe sikuwa nimekufa. Polisi walipoondoka, nikaamuka, nikaenda. Na natoa ingine kapi? Alafu naambia watu, kama uko mahali hapa ungetaka kukua kama Warenge, uondolewe dhambi yako, uokolewe, kuja hapa mara moja. Unaona watu wanakuja bio. Na wewe na Biblia zako na mafundisho yako mrefu, hakuna hata kehe. That is why God created me in that line. Na wewe usiende kuiga kama mimi. Si wakati wengine mimi naogeaga hapa wana. Sasa wewe pastor kuja ongea wana siku moja hapa utapigwa. Utapigwa. Maana kuna communication Mungu amenipatia, a mode of communication. Ndio nizungumuze na watu wake. Ndio unaonaga hapa niko na mashosho, niko na vijana, niko na wasichana, niko na waizi, niko na masherati, wote niko nao, na kila mtu niko na language yake. Sasa wewe umesomea Biblia unakujaga. Bwana asifiwe. Hebu leta hizi. The Bible says in the book of Matthew chapter number 2, praise be the name of God. Praise be the name of God. Amen. Can somebody shout amen? Sasa umedunga suti ya designer. Sasa umedunga suti ya designer. Maana unakuja kuhubiri na wahubiri wanavaanga masuti. Watu wengi wanatokelezea na jeans na t-shirt. Na watu wanaokoka. Oh my God. Be simple. Simplicity. It is the work of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Simplicity is the work of God. Just relax yourself. Relax within the presence, the power ya Mungu. Venye Mungu anataka kukutumia, akutumie. Just allow God to use you. Allow God to use you in his own way, not in your way. Usivae kasuti fikiria kasuti katafanya watu waokoke. Hapana. Tukienda crusade na redaka na kishati kama hiki, watu kuna jamaa mwingine aliuliza, "Wapi uko?" Ate crusade na gwesho. Dukata no hato shonoridia. Nikamwambia sasa wewe vaa suti yako na mimi nivae t-shirt changu, tuone nani atatikisa biguni. Mimi na t-shirt yangu na wewe na suti yako, tuone ni nani atafanya nini? Atatikisa biguni. Tukaenda crusade hapa Kayole. Pastor huyo ni anaitagwa Isaac, nikampatia pulpit, nikamwambia hubiri leo. It is your day. Alikuwa amedunga suti designer na kiatu imeangalia juu kama ingine inafaagwa na Asense. Imekaa juu hivi. Na alikuwa amekaraga nywele kama Asense. Alikuwa anaongea anaquote Biblia verse after verse na asomi zinatoka kwa kichwa. Alafu akasema, "Bwana asifiwe. Wakati umefika watu kurejea kwa Mungu. Wakati umefika. Now people have to come. I want to ask you, wewe uko mahali hapo unataka kumrudia Mungu, ukuje kwa Mungu na Yesu atakubariki." Tulikaa, aliwaita 2 good hours. Hakuna hata mtu aliteketoka hivi. Mpaka akaita wagonjwa, hakuna mgonjwa alikuja. Jamaa ilibidi anipatie microphone.
Kwa sababu nilikuwa nimalishe. Nikaenda nikapanda jukwaa. Nikawaambia worship, wekeni wimbo. Tukaanza, nilikuwa mbaya kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yes. Sasa yote mimi nakatika tu kiumanga. Maana ninajua hapa ninaenda kutandika mtu. Hapa naenda kuabisha mtu. Tukapiga nikaita ule mtu mwingine mkalemani, nikamwambia kuja interpret sasa. Hata wao wajue tuko na kisuko. Nikawe mmoja akasema, I am apostle, and nilikuwa naitwa Reverend. I'm Reverend Ndura Waringe. Nilikuwa naongea kizungu ya huko machu. I'm Reverend Ndura Waringe, na anasema anaitwa Reverend Ndura Waringe, and I'm saved. Na ameokoka. And now I came here today. Na amekuja leo to give a testimony. Amekuja kutoa ushuhuda, the testimony that God can save. As you look at me, I am a vessel that God want to use for you today. Ati leo amekuja kuwa chombo kwa sababu ya utukufu wa Mungu leo. And remember, for those who watu wangapi, how many of you have heard the name Mungiki? Wakainua wote. How many of you know Ndura Waringe? Wakainua mkono wote. How many of you feel that Ndura is with God? Wote wakainua mkono. And how many you will want to come to Christ because Ndura is in Christ? Kiwanja kilikatika nusu. Pastor, tulipoenda kwa gari akaniuliza, niambie ukweli, unatumianga nini? Because alijaribu zake zote, it didn't work. That is why sit, kaa kwenye barabara yako. Tembelea kwenye barabara yako. Wache kuiga watu. Wache kukaa venye haifai. How God never created you, don't live like that one. Just live your own life. When you live your own life, God will promote you. Because that in that line hapo ndio Mungu anataka kukubarikia. Hao ni hoga yareda kukuradhimira. Kama wewe ni mwanabiashara, kaa kibiashara. Kama wewe ni makanika, kaa kimakanika. Kama wewe ni wa kupiga ngutu watu mangeta, piga watu mangeta vizuri. Mungu atakubariki hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how to win battles. And that's how to understand the mysteries of the anointing. Anointing inakufanya nakuwa jambazi. Mimi nilikuwa Mungu nikikuwa jambazi venye nilikuwa, Mungu alikuwa anajua nitahubiri. Na nyinyi mlikuwa mnajua tutamuombea atakufa. Sasa mkaona sasa unashindwa. Wewe umeokoka, unakaaga kwa Mungu, unakuja asubuhi mnakunywaga na breakfast na Mungu. Jana mlikula breakfast na Mungu. Hata lunch mlikula na yeye. Hata jioni mlikuwa na yeye, ati ndio mumpatie mateta mtu ati mtumalize huyo mtu. Mnakula na yeye, mnaongea, mnampatia maneno, anaitikia tu na anaondoka. Kesho unakuja unasikia Doda ndiye anakuhubiria. Uigu agate Roda. Uigu agate ngekuhujeria. Na wikira kama tuiguru. Waikaraga na Ngai, waliaga sapa na Ngai, wanyuaga na Ngai, ni ndarege shaitani, ndariaga na shaitani. Uiguaga atari ule ndirakuhujeria. Sio unasikia kakibai, unasikia ukaliwa Ngai yoyo ule, kaiguaga au. Huyu Mungu anasikiaga. Unajua kuna mahali inafikaga mpaka unashindwa, kwani Mungu anasikiaga nani? Maana kama ni Waringe anameshika microphone, ndio unaona wachungaji wengi hawanipendi. Maana wanashangaa ati niko Nairobi katikati, niko na Horu Nairobi katikati, na yeye ako na 30 years ya kuhubiri, na anahubiri kule Kayole Matopeni, amekomboa nyumba ya matope. Na anointing yote ile yako nayo. Ati ni anointing. Waringe hata Biblia hajui Genesis iko pande gani. Waringe mpaka Exodus, ukimuuliza Exodus iko pande gani, aende pale kwa ile kinaitwa hapa kitabu ya kwanza, aitafute ndio ajue Genesis iko pande gani. Those are the mysteries of what? The anointing. You can never understand the plan of God until you are in the plan of God. Until you get yourself in that road pale Mungu anataka ukae. Ukiingia in that road papo ndio unaanza kuona vitu zingine hauko unaona. Vitu ulikuwa na struggle kutafuta unakuta hata ziko kwa barabara zimeanguka. Vitu vitani unakuta anything that you are looking for with a lot of energy unajikuta inajipanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Usinganganie kitu ambacho si zako. Usiende kwa biashara kama na wewe si mtu wa biashara. Usiende kutafuta mwanaume tu kwa sababu unataka mwanaume akupatie comfort. Mwana umeona miaka imekibia sana. Relax. Kimudu gya kunogera ku America hali marigiti. Relax. Acha na kungangania tikati umeona mwanaume msafi ameng'ara. Unajua nani alimuosha?
Kama sasa naonanga wengi hapa wakingangania mimi ati najidunganga na vanga. Unajua kuna wakati nadunga kisuti hivi. Unaona unasema wow. Unakuta badala ukiuliza siku hiyo Sunday hiyo ukiuliza mtu tumesoma kitabu gani? Na nilisoma Genesis, atakwambia ni Matthew. Kwa sababu alikuwa anaona Matthew, alikuwa anaona the chapter 1 ya Matthew. Ati chapter 1 mwazili maisha yangu imebadilika, ni mpya sasa. Chronology of Jesus Christ. Ananiona mpaka niko kwenye hiyo lineage ya Jesus Christ. Hallelujah. Sit on that line. Kaa kwenye line yako ile Mungu amekupangia. Kaa kwenye mipango ambayo Mungu amekupangia. Kila mtu ako kwenye mpango wa Mungu. Kila mtu ako kwenye kitu. Kila mtu hapa, kila mtu ako na keki yake hapa. You have your own cake. Weigirire thina na kimudurume kiukoragwo nakio. Weigirire thina na kimutumia kiukoragwo nakio. Na gitiari giako. Unaona madena maria uragerera. Kila siku unapigagwo kama mahidi. Kila siku unadharauliwa, kila siku unatukanwa. Things are not working. Biashara zimefukana. Unakuta uliolewa na mwanaume mchawi. Halo. Unajua wanaume siku hizi tumekuwa wachawi. Unakuta uliolewa na mwanaume mchawi, unaenda kufukua kakazi anafuga. Unakuta uliolewa na mwanamke mchawi. Anakado rukawatu kanyoka. Uigo ngorote. Uigo nekenya kageka. Nazo buigreta. Ninajeri. Understand the systems of God. The moment you understand the systems of God, systems zake hazifanani na zetu. Mipango yake haifanani na yetu. Ako na strategic plan katika maisha yako. Ukikaa kwenye strategic plan ya Mungu hauwezi ukakosea. Kaa kwenye huo mwanzo mdogo uko ndani yake saizi. Kaa tu ongojea muda wako. Ongojea tu muda wako, utafika. Kuna wakati utakuwa unabadilishana ndege, ukipanda hii unafika Dubai, badala ya ukuje Kenya unakuwa unatumiwa tiketi unaenda South Africa. Ukifika South Africa unaambiwa unaenda Caribbean fulani huko New Jersey. Kutoka New Jersey unasikia umetumiwa tiketi nyingine unaenda Canada, because things are just working for you. Dunia imekubali. Kwa sababu ulivumilia ukatengenezwa ndio uweze kufit ile kazi Mungu anataka. Usipovumilia ukae chini utengenezwe ndio uweze kufit ile kazi Mungu anataka ufanye, Mungu hawezi akakupatia kazi, because you are an amateur, you don't know the job. So you have to sit down and be made, yani utengenezeke ndio kuwe chombo ambacho Mungu atakitumia. Sasa hujapikwa, hujakuwa. Usiendage shoro warugo shoro wena ihe. Adoe kwa shoro wa ihe. Shoro no ihe ne doe. Shoro. Matoe. Makidi. Wiki akijui. Makobo. Yes, yote ni language moja. Unapika uji sasa nikuje kwenu. Nimekuja kutembea kwenu. Uniletee uji iko na makoboro. Na tulikuwa mpako nilikuwa nimekuja kujua kwenu. Hapa nini itafanyika hapa? Ukitumia common sense. There and there I drop you. Nimepoeka. Yes. Usiwakilele na hiyo ni tutaka red flag. That is a red flag. Ipanue hiyo red flag, utaona kina kitu kingine hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Uji peke yake itakuondoa kwenye mapu. Maana hujafundishwa ukafundishika. You are not ready for marriage. Kwa sababu dikwali lako jio twaragia kule mtaine, lakini mwanaume ni wapi? Ni tupo. Hiyo bosi yake hiyo maneno hiyo neno kingine na kwako hapo pale. Tuko na watoto wengi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakuta mtu na karaka. Usikuna mama mwingine mliona kwa news, aliambiwa aende aoshe samaki. Si aliosha na sabuni ya Rexona. Na adonio de meku, arabia da makisio de na sabuni wa Rexona, ganejeri. Tuko pamoja. Ni imagine ile ule akahikio nini? Adora inama. Father, in the mighty name of Jesus. Jetekeria tuduka tena. Dimetoka tage. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako vumilia tu kidogo. Ambia mwenzako muangalie macho kwa macho. Macho mundu kwa mundu. Macho kwa macho. Jerry, ambia huyo wacha upuzi. Mwambie vumilia tu kidogo. Something is about to happen.
Wewe ngojea tu utengenezwe. Kubali tu, ikia utengenezwe, uudwe, utengenezwe vizuri. Ukitengenezwa vizuri, uudwe, uanzishwe kazi, Mungu akupatie barua ya kazi. Maana kuna anointing, God will anoint you, but wakati umemwagiliwa mafuta, kwa wale tumemwagiliwa mafuta hapa, kumwagiliwa mafuta sio kumaanisha umekuwa pastor. Sio kama mnanielewanga hivyo. Kumwagiliwa mafuta sio kumaanisha umeanza kazi ya Mungu. Hapana, kumwagiliwa mafuta ni kutengwa, umetengwa. Sasa umeanza process ya kutengenezwa, kupikwa. Ni wewe ndio aitedi maguta nigetha gitoguro gikiro na nyanya ochinwo wega. Wakati wote Mungu amekumwagilia mafuta, ni safari ya vita imeanza. Ni safari ya kuchongwa imeanza. Ni safari ya kuwekwa panel beating imeanza. Usianze ati ndio aitedi maguta ama reverend ndio aitedi maguta. Leo nejagido konyita microphone. My dear friend, it will take you 15 years. Wale watu nimeona wamefaulu kutumika katika huduma, katika madhabahu kama hii, mimi imenigharimu 16 years. It didn't take me since I was anointed. Nilimwagiliwa mafuta pale na Harrison Nganga City Hall, wakiwa na Danson Maboya, ndio walinimwagilia mafuta. Nimeng'ang'ana, nikarudi kwa pombe, nikakunywa pombe mpaka karibu nikufe. The 15th year ndio nilifungua kanisa pale Jericho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatengenezwa. Musa ilimchukua miaka ngapi ndio huduma yake ianze? No, 15. Daudi ndio huduma yake ianze baada ya kumwagiliwa mafuta. Ilichukua miaka ngapi? 15 years. The minimum years ya wewe kutumika jinsi Mungu anataka kukutumia ni 15 years. Hapo ndio utakutana na Mirodhi, ndio utakutana na Bea, ndio utakutana na Goliath, hapo ndio utakutana na mabrother wanakuchukia, hapo ndio utakutana na baba hakutaki, ndio utakutana na hostile environment. Baka zikuunde, kila ango yako itengenezwe, kutoka kichwa mpaka kwa mguu hapa, itengenezwe, iudwe. Ndio wakati Mungu atakutumia hata aibika na wewe. Ndio naona mimi hata ukinipiga vita gani, you can't shake me because nimeitengenezwa, nimeivishwa. Na mimi juzi ndio mmeniivisha kabisa, nikaivika kabisa. Mmenikaraga hapa mpaka kuna siku, unajua siku nilikuja hapa tukianza huduma nilikuwa na nywele kwa kichwa. Nilikuwa na nywele. Sasa niulize ilienda wapi? Na ninaangaliaga kwa kitanda nakuta hakuna nywele imemwagika kwa kitanda. Tio ni madhina matumia huko. Na arume huko. Kuthigitho. Na thigitho hapa. Lakini Mungu alikuwa anataka kujua unaweza kuvumilia. Maana kule na kupeleka unaenda kupiga na vita. Joshua alikaa kwenye tendi. Musa akienda mlimani, Joshua alitulizwa. Aliendelea kukaa into the tent until the time ilipofika ya kuanza kazi yake rasmi. Kama ametengenezeka, imani imepanda. Maana kazi ya Joshua ilihitaji imani, kazi ya Musa ilihitaji muujiza. Are you seeing the difference? Kati ya Joshua, vita ya Joshua alihitaji kuwa na imani ya kuwa kuna Mungu. Maana Joshua hakuona Mungu, lakini Musa alimuona Mungu. Kwa hivyo Musa alihitaji kufanya miujiza. Kuna mtu wa miujiza na kuna mtu wa nini? Imani. Maana Joshua akatengenezeka, akaundwa, imani yake ikajazwa. Wakati alianza vita, Mungu alimzungumzia tu na sauti. Hata hakukuja kwake akamwambia Musa amekufa. Umesikia? Si ulikuwa mtumishi wake? Musa amekufa. Na sasa amuka, wende upeleke hao watu ile nchi niliahidi baba zao. Na akamwambia usiogope wala usifadhaike. Ukasikia kwa Mungu amekuzungumzia, amekwambia usiogope wala usifadhaike. Prepare for battle. Prepare, utafinywa ufinyike, utakaa mzuri. Ukuhinywa. Wewe ukisikia ati nabii amesema, Bwana anasema amekubariki, amekuinua, kutoka leo wewe ni nabii, lakini anasema usiogope wala usifadhaike, maana yuko pamoja naye. Wewe kabagi yako ila hatutakuwa pamoja na wewe. Maana ile vita utapitia, ndio utoboe pandile nyingine. I'm telling you, you will cry. Utaitana. Na sasa huyo mtu akwambia usiogope wala usifadhaike, hatokagi. Kila siku anapangaka kutoka, Mungu anamrudisha. Hawezi, maana ushaingizwa sasa kwenye system. Na Mungu akikuingisha kwenye system, you can't go back. Lazima utoboke. Maana haina ile huwezi rudi reverse, huwezi kutoshea, maana ni tunnel. Lazima uende ukienda
ukiendaga mpaka utoke padi ile ngine utakejire ugikomera kule masi na niguorerire ukienda gushoka. Sometimes unakuta dola amekukasirika mpaka unasikia kutoka kwa hii ministry. Unataka kudhie neke? Wewe ndio gotire higo wala kalete kinyo gathama. Wale kile kudhie neke? Thank you. Mungu kama ameamua sasa, amekuchoose, you are in the process na umeingia process 2 ya kuanza huduma na ya kutengenezwa, kwa sababu huduma hauwezi rudi nyuma. Utangangana kurudi, lakini Mungu anakupush. Utangangana. Kwa hivyo ukiona Mungu ameanza kukupush, surrender. Wacha tu akutengeneze haraka haraka, miezi michache uanze kazi. Lakini ukingangana na yeye, Mungu anangangananga, anaendaka pale, anavuruta kasturu. Anakaa wapi? Pale. Anakuchugulia. Ukipika matope, ile matope unaona twaruga na nyotange nyo ina kile na teri. Tukaruga hiyo. Sasa anakuachilia. Na anaweza kukuachilia miaka 10. Na anaweza kuzima simu 10 years. Na utakaa hapa. Unakuta mtu amekuja jana na Mungu amemuinua, uko hapo. Huyu anakuja tena, Mungu ameinua, unakaa hapo. Utakaa hapo mpaka wakati utatengenezeka. Na sasa unatengenezeka wakati hauna meno. Ule imagine okay heo Mungu akikupatia ministry ukiwa na miaka 60. Sasa ndio unapatiwa ministry, sasa ndio unasema Mungu, ama sasa ukipatiwa ministry ukiwa mama kama huyu, atenderea tekeria kuigwa Ngai na kumari uneigwa Ngai na Ngai niko kwathikira. Sasa na hiyo unaachi Mungu kayo analetaka anointing ya madharau, anakuachilia ki anointing kikide. Lakini sasa unaenda kwa conference kama hii, unakuta wale mapasta wote hapa ni akina Tim Wagi, young pastors, wanaongea mpaka wanaongea unafikiria hawana hewa kwa tumbo. Wanaongea, Bwana anasema unaenda kubarikiwa, mpango endeleza, God is going to do yani unakuta anaongea kama 15 minutes non stop. Nani kamsee kama miaka 60 kana kuja, Bwana anasema endelea kubarikiwa, mapavu yako mahori makai, unasikia mahori imefukana yote. Unasikia mahori yote imekuwa imefukania huko ndani. Bako give me a glass of water. I can feel the anointing. Nasikia upako. Si upako. Ne mahori manyita nile makeregi. Anointing wena yo ino mahori matira gwetekeria kuhunja. Surrender to God, my dear friends, and identify what kind of an anointing do you have. The moment you know the anointing you have, hautapigana na mtu because you are unique. Kila mtu hapa ako unique. Hakuna mtu ako na anointing kama yule mwingine. You are all unique. Kila mtu ako na anointing yake. So don't fight those people. Don't even fight. Wacha kuombea watu. Ati unamfunga, unafanya nini? Hamfanani. Umutihiana ine unahanini. What you are carrying I cannot carry. Don't fight anybody. Relax. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kukalia kiti ambayo sio yako. Keti chini, kiti yako itengenezwa. Kuna mtu anataka kukalia hii kiti na sio yake, kiti yake bado iko Dubai, hata haijaingia kwa meli. Wewe ukagothigeri ogwa tenegetha ikarire giti yako. Na tigi yako ni kiandiketo, kiti yako imeandikwa jina. Hiyo nguo yako in the spiritual realm imeandikwa jina. It has your name. Hiyo Biblia kitabu umeshika in the spiritual realm ilitengenezwa na ikaandikwa jina yako. That is why you are able to locate it. So the anointing will cause everything to be located in your life. Bwana asifiwe sana. Utio kihangana kimundu kiu gitidage kugia na hau gitia na gutire na kuria kiri. Tekiri hatiri. Ni dinauga ni nakio. Kimundu kiu gitidaga na hau githiruka hau gitaga mai gikigamba na unamwambia hata uma atake mami agapi ulifanya hiyo niweka kaogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio life. You are purified, you are processed. Anointing, you are processed. Lazima kuwe processed to become. Na uvumilie tu kuwe processed. Wacha kurukiria.
Vumilia. Ukipatiwa kazi ya kufagia choo, fagia. Usiulize maswali. Ukipatiwa kazi ya kwenda kufieka, kwenda ufieke. Usiulize maswali. Don't ask questions. Just relax. Let's work. The anointing is profound. The anointing it creates its own way. The anointing inatengenezanga barabara yake. Ndio inajitengenezeaga. Hata pesa hiyo, kila anointing iko na utajiri wake. Na hiyo wakati ikiiva na hii sasa ikuwe machua kuanza kutoa matunda, sasa itakuletea pesa. Au utatoka kwa kitanda unasikia tukasema ting ting, unanitumianga pesa. Juzi ulinitumia shilingi 10,000. Nilikuitisha. Ulinitumia za nini? Am I your girlfriend, a boyfriend? Yes. Lakini ulinitumia za nini? Thank you. Because the anointing now inarocate watu wangu, wale ambao nimeitwa kwa sababu yake. Watu hatujaitwa kwa sababu ya kila mtu. Mimi sijaitwa kwa sababu ya kila mtu. Kuna watu wale nimeitiwa. Na hao watu wao nimeitiwa ndio tutatembea na wao. Niwasaidie maana niko na kitu yao na wao wako na kitu yangu. And this is because after nimekubali kutengenezwa nikatengenezeka. Ndio idakuwa pesa na buti. Wanile pesa iblia wanyile hali ya pesa ile wanile pesa shika na buti. 7 million za kwenda kukula nyama. Si za kununua plot. Pocket money ya kwenda kukula nyama. Na masi amesema na alikuwa anadako wewe. Iko na kwa buti. Sio hata sikuwa nakaa nayo. Inakaa buti, mimi nakaa huko mbele nikiendeshwa na driver. Hiyo pesa yote ilikuja ikaondolewa yote. Iliondolewa yote. Sasa Mungu ameanza kunilisha, kunipanga upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ile ni mimi nilikuwa najipanga. Sasa wakati wa Mungu ulipofika alianza kunipanga. Na Mungu akifika kukupanga anakupatia kila kitu kilicho na mpango. Chakula chako ni packed, nguo zako ni packed, kagari kako ni packed, kila kitu chako ni packed. God will provide you every move. Just be obedient. Just be obedient. Usijali, usione kama kuna watu wanakupiga, hawakupigi. When you have the anointing, don't look at people and they think that they are fighting you. They are strengthening you. Wanakuweka nguvu, wanakuweka mizizi, wanakuweka stamina. Stamina. Leo igwa rumoeto gui mumalayo yo kama ya stamina nikiagira. Bwana Yesu asifiwe sana. Lile wadi wako no tobe hatu akukamya stamina kigene kigira, and God will be blessing you. May God bless you for today. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you happy? Understand? Sasa hebu tuinue mkono yetu. Wangapi kutoka leo wameacha ujinga ya kiroho? Aya. Yaani kumbe nyote mlikuwa wajinga. Ndipo nilikuwa najivunia kanisa yangu. Kumbe sikuwa na kanisa. Haleluya. Kueni. Mwambie mwenzako lazima you have to grow. Mwambie ukure kiroho-ini. Niguo Ngai etekere gukuhuthira. God cannot use somebody who is not mature. Just try as much. Mungu kama ndiye alikutuma hapa and you feel that God alikutuma hapa, vumilia, kuna chakula yako. Kuna certificate yako. Kuna kitu chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame tu kwa miguu yetu. Poleni nimewapeleka mpaka saa 9. Nilikuwa nachukua only 20 minutes, si ndio? Kai. Ugo no jalie kinyamadha mai komi. Can I be a motivational speaker? Yes, an excellent one. Oh yeah. Can I speak to women? Hallelujah. By the way, mutengeneze conference ya mama. Tengeneze ni conference ya mama, wakuja tuwafundishe kuoga, tuwafundishe kuogea, mambo yote. Unajua kuna mama wengine hapa anasema mzee alitoroka na ajui kuoga, ni kuoga aoge. On Sunday tutasoma kuhusu types of the anointing. Types wale media, types of the anointing. Msianze kulipigia tupigia tusimu. Mweke saa hii ya Sunday. Shikeni sadaka zenu kwa mikono yenu. Na muanze kujifundisha kutoa sadaka iliyo na namba. Halo. Muanze kujifundisha kutoa sadaka iliyo na nini? Na namba. Na msitoake ka 50 ama 500. Jaribu sana utoe zaidi ya 1000. Maana wale wanaendanga kwa waganga wanatoanga less than 1000. Unanielewa? Wale wanaendanga kwa waganga wanatoanga less than 1000 mostly.
Kwa hivyo muwe mnatoa sadaka iliyo juu. Sadaka si kwa sababu utoe sadaka hapa uone umetoa sadaka, hapana. Sadaka iko na meaning. You give a sacrifice because it's a warfare. It is a tool for warfare. Any sacrifice you give is a tool for warfare. Mnanielewa? Yeah. Hiyo una shida ukitusumbua hapa, you silence. You raise a sacrifice, you silence. Unafuga mdomo. Hiyo mdomo inakuinukia, inasifukagwa. Si uliona nani? Mtu anaitwa anointing. Sema anointing. Sema anointing. Mjasema kitu. Sema anointing. Mwambie mwenzako anointing. Muguze hivi, mwambie anointing. Anointing ni kitu kubwa, iko na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja kidogo baba. Wakati huyu jamaa anaitwa Abraham alifika mahali akaona wajamaa hawa wataniua kwa sababu ya mwanamke, maana mwanamke yake, bibi yake alikuwa karembo ni kama haka. Ndio kile mdaka tamutumia sio. Alikuwa mrembo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikafika mahali akaogopa. Alifanya nini? Alikujikumbusha, niko na power, niko na anointing. Aliambia bibi waenda. Halo? Aliambia bibi waenda. Chukuliwa na akaenda akasema huyu ni sister yangu, mnaweza kukaa na yeye. Walienda kukaa na yeye, mudhamaki akaona chakula ya kukula. Mudhamaki alipokwenda kufungua kibeti likata kufunguka. Bwana Yesu, because of the anointing. Uliza mwenzako, do you have an anointing that can stop your enemy? Uko na anointing ambayo inaweza kusababisha maadui washindwe kukuingililia. Uko na anointing. Kana wikaraga ogwo takemukefe. Muulize tu na lugha yako. Wehiana ogwo. Do you have anything? Unaweza kuenda mahali na usiogope ati hata kuguza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. That is it. Unaingia mahali, unakaa tu kama uko apostle wako ako na anointing. Hebu nisemwe apostle wako ako na anointing. Wakati uko na shida unaonanga apostle amekuja. Muulize. Kama hujai kuona apostle nimekuja wakati uko na shida, bado hatujaanza kupelekana na wewe. I'm here as your spiritual guide. Nimeshika wewe, nimeshika roho yako. Ninalinda roho yako. That is why I'm your spiritual father. So when you are in trouble, most likely nitaapia kwako. Either kwa mind ama physically. Na nitakutoa hapa. Because you are connected. We are connected. That is why mimi nimewekwa hapa kulinda nyoyo za watu. Unanielewa lakini? So that is why I am your protector, I am provider. I'm an angel in your life. Hallelujah. Si tunaona Maria anakuja hapa? Yes, tunaona. Lakini mtu mmoja anaona na tunaitika, tumeona. Anasema Maria anakuja hapa. Eh? Aliwacha. Alishida hapa sasa. Na kweli nili. Na ulikuwa home. Na ulimuona hapa. Hiyo imani naweza kuitaka. Hata mimi nilikuwa na feel kuna mtu wako kwa madhabahu. Honestly, asiwe huko kweli. Kuna angels walikuja. Mimi niliona angels walikuja. Mmoja alikuwa pale, mmoja alikuwa pale, mmoja alikuwa pale, mwingine hapa na mwingine hapa. They were in the church. I saw them. Those hao naonanga vizuri, lakini mama simwambie tu, Nasema angel. Sasa nimeongea mambo ya angel, naona nasambia mama ya Maria. Hapa nasema angel, kwani Maria walikuwa wangapi? Maria ni mmoja. Lakini sasa ninasema kuhusu malaika wote 7, the 7 archangels. Watakuwa hata saa hizi na waona watatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja kulikuwa na pastor mwingine alikuwa anaitwa Karanja. Wangapi wanajua Karanja? Karanja ni wale watu wanakaanga chini hapo ukihubiri, anaanza kukusaidia kuhubiri. Yaani mpaka yeye anakuambia verse ya Bible, sasa mpaka unaonekana mjinga. Hatulii, hafanyi. Ukimpatia microphone hajui kuhubiri, lakini akikaa hapo chini atakufundisha kuhubiri. Na wewe ndio unahubiri. Sasa siku moja Mungu alitaka kumfundisha kitu. Alikuwa amekaa wapi pale? Sasa akiwa pale amekaa, hapa jukwaa ilikuwa pale. Sasa akaona Angel Michael amekuja na amesimama na sword na amemwangalia hivi. Karanja alichomoka hii mlango. Na alikuwa peke yake. Alichomoka kwenda kuteremka kwa stairs, akakutana naye kwa stairs. Alirudi kinyume mpaka kwa hall hapa. Nilimkuta amelala hapa chini. Nikamuuliza niki Karanja,
ndukata ndenda ondekere niki kiuru digachokera riki hakuwa mpaka sasa haja niambia ni nini alikuwa nimemrekere. Sasa ndiye baadaye alikuja kaniambia mimi niliona Michael mwenyewe, nimemuona na sword alikuja hapa na alikuwa ameniangalia na jicho ni kama kuna kitu nimekosa hapa. Ndio kama nilikuwa nakwambia unisamee unisamee. Hii nyumba inakuwa guarded. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why nikiwaambia mkae kwa hii nyumba na mkae mpende Mungu, God will make you go through. Bwana Yesu asifiwe sana. God will make you successful. Atawashindania vita zote na atashinda kila kitu ukimwambia tu anasikia. Tulienda kwa mlima mvua ikanyesha. Sasa watu wanasema ati tulienda kwa Mungu tukahoga Mungu, ama tulikuwa na shawa tukamwaga shawa maji kamwagika. Wanauliza Bamase, wena mabura ni yaurire? Sasa unashindwa. Gachi ragia ate degiura. They natibura kura. They na nedura. Ate no ahoya bura yake ate. Yule. Gayushi wakihota te kuigwa dura. Kemondo kia Mungu kiki. Bwana asifiwe sana. Na hii sadaka sieni. Na hii moko ini mako. Ndimura dekerie kirathimo kia munabii. Prophetic anointing. Bwana asifiwe sana. Anataka kuokoka. Ngoja ninaita tu, nitakuita tu. Yes. Bwana asifiwe sana. Meka, God bless you. God bless you. God bless you, Mami. Chacha. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Receive prophetic anointing. Receive prophetic anointing. Receive the Holy Ghost. Receive the power, heavenly power. The anointing. May God bless you. Kaire tukakwa haki haki. Sasa uko hapa ungependa kumpokea Yesu, labda una feel unaweza kuwa umeokoka lakini uko down, una feel umeondokana na Mungu, ungetaka kumrudia Mungu akusamehe na kukosa tena, kuja pamoja na sisi hapa, kibia hapa tu mbele masa ndoa hii. Yesu. Yes. Wachana na gana yake ni haki ya marorani. Yes, kujeni wale ungetaka kuokoka. Wewe hahe ni kujeni tu hapa. Kuja. Njoo hapa ungetaka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Labda ukijihisi unaona uko chini, uko ushokete, mwaki wako ni ushokete hivi. Na ndio kwa kia mwaki hiyo moto irudi juu. Kuja niwe naongoja nikuweke moto ingine moto sana. Just kuja hapa. Si ati umeanguka. Ati ni uwete, ni unafatara mwaki. Unahitaji Mungu akuignite, Mungu achoche moto mpya. You need the refreshment. Hiroshima ya Kashina. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. You need that ignition, moto. Ndio, yani una feel spiritually uko chini. Katika ulimwengu wa kiroho unasikia haupati upenyo kwenye maombi yako, drana haupati upenyo. Kuna kitu inakwama. Watu wanakunyonga usiku. Ndoto zingine hazieleweki. Hiyo ndio nataka sasa kukuja kupatia kitu cha spiritual impartation. Semeni Bwana Yesu, nimekuja mbele zako kutubu dhambi zangu, kuomba msamaha kwa dhambi zote ambazo nimetenda mimi, ambazo zimetendwa na kizazi changu, na zile zilitendwa na wazazi wangu, zile zimetendwa na maeneo nimetoka, na zile zimetendwa na kanisa, na kuomba msamaha.
ukanishike mkono tena, ukanielekeze kwenye njia zako, nipate nguvu mpya, nipatie uregesho wa moto wa Roho Mtakatifu, nipatie nguvu nikae kwa mapenzi yako, nipe nguvu ya kupata upenyo wa kila kitu ninachokiomba. In Jesus name, sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto hawa wako, angalia walivyokunyoshea mikono ya kuomba msamaha. Wanakuhitaji. Ninakuja kinyume na misingi aina yoyote ile ya kishetani iliyowakamata, maroho na maneno yaliyozungumzwa, maandishi yaliyoandikwa na ramani zilizoinuliwa, kuta zilizojengwa na hata misingi iliyoinuliwa katika maisha yao ya kishetani, yote nazibomoa katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu mipango yote shetani aliyoipanga, aliyoinua katika misingi yao na njia zao. Nasambaratisha nguzo za kila aina, nasambaratisha mipango ya shetani. Ujaze tena na Roho Mtakatifu. Wainue tena, maana ni watumishi wako Baba. Mtaidie Baba maradhime. Wafungue tena wakuelewe. Wafungue Baba, kioo chao cha kuona kilizimwa. Macho yao ya kiroho ya kuona yalizimwa. Masikio yao ya kiroho ya kusikia yalizimwa. Lakini sasa ninaifungua tena. Waanze watumike kama watumishi katika nyumba yako. Watumike kwenye kazi yako. Watumike kwenye mipango yako. Watumike kwenye njia zako. In the mighty name of Jesus. Watumike sasa. Watumike. Mungu mumbabi. Nini unafanya? Sorry na masha. Jaso na roho. Roho wakai. Roho wakai yotokari. Roho wakai yotokari. Ayuredi yagahoda. In the mighty name of Jesus Christ, be filled the Holy Spirit. Shakata baba boshi. Mama masakanda ya rabashi. Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ. Oh yes. Every demonic spirit from your mother, every demonic spirit from your ancestors, and every demonic spirit from the witches, out! The mighty name of Jesus. Come. Right hapa. Kanyaga mguu yangu hapa, kanyaga hapa. Kuna moto itapanda kutoka hapo, ikipanda ikimaliza kila kitu chochote shetani alikiinua katika maisha yako. Receive. Kitabu hiki ninakitenganisha na laana za familia. Ninakutenganisha na laana za familia. Mighty name of Jesus Christ. Oh yes. 1, 2, 3. Tukie upako. In Jesus name. Thank you. Tusimame wengine niwaombe. Baba, katika ile mikono yako juu, sema inatumikana yako juu, ni kuombea Baba katika jina la Yesu Kristo. Watoto hawa ninawakabidhi mikononi mwako. Wamekuja wakiwa na matarajio makubwa, wakijua kutoka siku ya leo wamefunguliwa na wameelewa upako ulio juu katika maisha yao. Eti upako uliowaweka juu yao, watafunguliwa kutokana na laana, watafunguliwa kutokana na misingi ya kitamaduni na misingi ya kifamilia na misingi ya kimaeneo. Watafunguliwa kutokana na vitu ambavyo viliinuliwa kwao, maneno yaliyoinuliwa kwao, maandishi yaliyoandikwa kwao ya kuwazuia wasifaulu. Na wacha wafaulu leo. Wacha wafaulu leo, wafunguliwe sasa. Wafunguliwe sasa.
biashara zenu zifunguliwe, ndoa zenu zibarikiwe, huduma zenu zibarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Receive. Toka. Spirit,
Yes. May the Spirit of God, may you be filled by the Holy Ghost. Jazwa na Roho Mtakatifu. Ufanye kazi jinsi Mungu alivyotaka. Jesus name. Yes, you're free. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Once again, may God love you. Amen. Jumapili tuingie mapema. Tuko na special anointing service because we are speaking about the anointing. Kuna kitu ungetaka to anoint shamba yako, kazi yako, anything, watoto wako. Biblia inatuambia tuabudu na vitu zetu. Haleluya. Tuende kwenye madhabahu, mbele ya madhabahu na vitu gapi? Tuende na vitu zetu. Tudhie mbele ya Ngai na indo cito. Esther alimwambia anko yake Mordekai aende aambie mpaka paka, maumbwa, mapusi, makuku wa fast. Waunganike pamoja na Apostle Dora Waruingi, the leader, the founder of the synagogue church here at the city center. Nyumba inaitwa Coffee Plaza, mezzanine floor. That is where you're best. Ninataka kukualika kwa ibada zetu. Ibada ya Jumapili tunakuanga hapa kutoka saa 12 mpaka jioni, tutakuwa hapa. Nataka kukualika kwa sababu there is a huge deliverance, mafundisho mazuri, powerful word from various ministers in the ministry. On Tuesdays there is one-on-one where apostle will talk to you one-on-one. No noise, no speakers, no nothing, no camera. Tunakaa tunakuelezeana. God will speak to me. I will tell you what it is. You're welcome from 6 in the morning to 6 p.m. I'll be here waiting for you. And on Wednesday, we have a specific program, spiritual impartation. Every Wednesday from 12 until 2 p.m. there is a powerful word. Then in the evening, we have the worship with our worshipers. We worship until 7 p.m. As you're waiting for the time, the rush hour to come to an end, we have worship, we pray, and God releases and blesses us. Then from there, on Thursday, we have also one-on-one. Come for us, come we talk. We have lunch hours. And on Friday the same. On Saturday, usikuje, we don't need you here. That's when we do our housekeeping. On Sunday, once again, we come back to the church from morning to evening. I want you to invite that friend. I invite you so that you invite that friend on Sunday service. And on Mondays, you can meet me at the mountain in the Ngong Hills. That is where I normally go. Come join me in Ngong Hills as we thank God for the miracle and the miracles He has done. He has been faithful. He has been powerful. Amekuwa Mungu mwema, Mungu mtakatifu. We are blessed. We are blessed. Please invite that mama, invite that baba, invite that youth. We have youth programs, we have women programs, we have special empowerment programs. You can come and join us and we'll be so happy and you're going to be blessed. May God bless you. It is Coffee Plaza, mezzanine floor. Our number are running down there. Not one, not two. You can call for the apostle will speak to you. May God bless you for now as you prepare to come, as you endeavor to come. There's a good team. The ushers, the protocols will be waiting for you.